Naitwa Bi Mashavu Ahmad Faki, mkurugenzi idara ya elimu badala ya watu wazima Zanzibar. Tumekuja hapa Mwanza, kwa kweli tunashukuru sana. Ziara yetu hii lengo lake ni kujifunza, na hususan katika eneo la elimu mbadala ya watu wazima. Katika ziara hii ya leo ambayo ni siku ya kwanza tumeanza kujifunza, kwa kweli tumejifunza mambo mengi. Nipongeze kwa dhati kabisa halmashauri ya jiji la Mwanza kwa ubunifu mkubwa na kuwekeza zaidi kwa vijana. Tumeona kwa kiwango kikubwa halmashauri zinavyojali vijana na kuwakusanya kwa pamoja na kuwapatia mitaji, kuona kwamba wanajiwekeza na kusaidia katika wao wenyewe kujikimu, lakini vile vile kuweza kuchangia katika jiji hili la Mwanza. Kwa hiyo tumeona vijana wana fursa kubwa sana, lakini vile vile tumeona kwa kiwango kikubwa halmashauri inavyojali vijana wake, hasa katika swala la elimu. Tunajua elimu ni haki ya kila raia. Kwa kuna vijana ambao pengine hawajawahi kwenda shule, wamekatisha, lakini bado kuna fursa ya wao kupata elimu. Kwa hiyo ndani ya vikundi hivi, kwa mfano katika eneo la Makarai, tumekuta pale vijana wamejikusanya kama grupu. Hapo wanapata kazi za ujuzi wa kutengeneza bidhaa mbalimbali, ikiwemo maseridani, majiko ya gesi, vibati, vizoleo, visanduku bubu vya chuma na bidhaa nyingi. Lakini humo bado wanapata basic literacy, kwa maana elimu ya kujua kusoma, kuandika na kufanya hesabu ndogo ndogo. Maana akitoka pale tayari ana ujuzi na vile vile amepata uelewa wa juu ya kusoma, kuandika na kuhesabu na kuweza kuweka rekodi katika shughuli zake. Si hayo tu, tumeweza kuona vizimba vya samaki. Tumeona vile hali kadhalika halmashauri ilivyotanua wigo katika swala zima kutumia rasilimali zilizopo hapa Mwanza kwa kuwekeza katika vijana katika swala zima la ufugaji wa samaki. Kwa hiyo tumeona pale vijana wanajishughulisha na wako willing, wako tayari kabisa, na tunaona kwamba umetuambia wanapata tija na kwa kweli wamejikomboa na wanajitegemea wao, na wazazi wao wana uwezo wa kuwasaidia na kuchangia vile vile katika pato la hapa Mwanza. Lakini haitoshi, nimefarijika zaidi kuona kiwanda maalum ambacho hicho kipo katika kijiji cha Buhonga, ambacho hapa kuna kiwanda cha ubunifu zaidi, kwamba tumeona hapa sasa kumbe hii mifuko ya saruji ambayo tunaiona kama ni takataka, kumbe ni bidhaa ambayo ni bidhaa yenye harama kubwa na tunaweza kuwekeza, na baada ya kuwataka sasa ni kitu ambacho chenye maana kubwa sana. Tumeona pale ubunifu wa vijana, wanatumia mifuko hii kuandaa mabegi, kutengeneza miavuli, kutengeneza madirisha, kama ni sehemu ya kuzingia nani, lakini na mambo mengi. Lakini yote haya vijana wanafanya kupata ujuzi huo wao kwao, kwa kweli ni rasilimali kubwa, inaongezea wao kipato. Kwa hiyo mimi niseme ziara hii ya leo imekuwa yenye tija kubwa sana, maana tumepata mambo ambayo na sisi tutakwenda kuwekeza kwa kule Zanzibar na kushauri, lakini pia kutekeleza, kwa sababu sisi ni idara na tuna uwezo wa kuanzisha programu ambazo tunazihisi hizi zitaleta tija. Kwa hiyo kupitia ziara hizi tumeona mambo mengi ambayo sisi ya kwenda kuwekeza kwa upande wa Zanzibar, na niendelee kuwapongeza sana halmashauri ya jiji hili na pia wasimamizi wa elimu watu wazima kwa ujumla wanavyowekeza katika swala zima kwa vijana wetu, kuhakikisha elimu wanapata elimu, ujuzi, maarifa na stadi za maisha. Sasa watu wakiwa na skills tukawawezesha, mnakwenda vizuri. Na kuna chuo kimoja kilikuwa ni cha ufundi kile, iliwahi kupita pale kujifunza. Watu wanatengeneza keki, wanatengeneza mikate, wanatengeneza ile ubuyu nini. Nilipita kuna chuo kimoja cha ufundi kiko pale Zanzibar. Kinaandaa watoto kutoa skills hizi. Niliwahi kupita pale. Tulikuwa na kujifunza na kumbuka. Kwa jamani, mimi nawakaribisheni sana Mwanza. Hapa hakuna cha kujisikia mko nyumbani. Hapa ni nyumbani. Umeelewana Na natumaini mko na timu yangu ya watu bingwa hawa wa elimu ya watu wazima, watawatembeza, watawapa kile tulicho nacho kwa ajili ya kuboresha mtaala ule. Na kwa kawaida
kanuni yetu huwa hakuna lokamilika, na tukitumia ile demagogical approach ya kwamba mnajadiliana, hata watu wangu najua kuna mawili matatu wataokota wenyewe kuboresha haya tulionayo, na nyinyi huko kuna mawili matatu mtaokota kuboresha mlionayo. Kwa hiyo tunakwenda kuboreshana. Makina nyinyi wanapenda sana mambo ya ujasiriamali, mambo ya nchi ya box unayapenda sana. So unaanza kustaafu tena, unaanza mama yangu nitaishije? Ushakosa ucha Mungu, alafu Mungu amekupa akili unashindwa kuitumia. Wakati kumbe shughuli za kufanya ni nyingi sana, zipo. Je, ni namna gani tunaweza tukawasaidia wale watoto waweze kuepuka ile adha ya kutokuwa na mwanga wa kusoma usiku? Tukagundua kumbe tukawatengenezea mabegi yanaweza yakasaidia kubeba vitabu, lakini yale mabegi sio mabegi tu, tunaya connect na teknolojia ya sola. Mwanafunzi anaitumia kama begi la kawaida, anaenda nayo shuleni, wengi wanatembea. Jioni anaporudi inakuwa tayari imeshajichaji. Ule mwanga ndio anaotumia kwa ajili ya kuweza kujisomea nyakati za usiku. Na mwanzoni tulitengeneza mabegi kutumia vitambaa vya Kimasai, ndivyo vilivyokuwa vinapatikana kwa urahisi. Lakini begi linakuja kuwa na gharama kubwa zaidi ya 30,000. Kwa tukasema hapa tunafanyaje? Tukawa wengi wa vijijini wanashindwa kumudu zile gharama za begi. Hivyo tukaamua, tukasema kuna siku nikawa napita tu kwenye sehemu wanafanya ujenzi, wametupa mifuko mingi ya simenti. Nikasema hii mifuko kwanza ni imara, pili haipitishi maji, tatu inapatikana kwa gharama nafuu. Kwa hiyo nikaichukua nikaanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo nikawa nimeanza kazi kama mjasiriamali tu mwenyewe kujitegemea, na mashine yangu moja natengeneza mabegi 80 kwa mwezi na wapa watafunzi. Lakini kadri siku zinavyoenda tukagundua kumbe lile tatizo ni kubwa zaidi, na sehemu nyingi ambazo watu wanahangaika kwa ajili ya kupata mwanga kwa ajili ya kujisomea. Tusaidia ni kupunguza gharama na ubunifu wa kutumia hizi takamali. Ilikuwa ni kwenda na kuharibu mazingira. Tukaona bora tuifanyeje? Tuitumie iweze kusaidia katika kurahisisha gharama za bidhaa zetu. Hata hivyo, bidhaa yetu imekuja kufika kimataifa. Tumesha safirisha mabegi yetu nchi za Namibia, Kongo, Rwanda, Madagascar na sehemu zingine. Tumefurahi sana kwa kuja kututembelea. Shule yetu ilianza na wanafunzi wa MEM kwa mwaka 2016. Mpaka sasa tuna wanafunzi MEM kwa 50. Darasa la 7 nitawanyanyua. Darasa la 7 simameni. Hawa hapa. Darasa la 6. Darasa la 5 kama mnavyoona. Darasa la 4 na darasa la 3 simama. Na wapo ambao tumewapokea mwaka huu bado ndio wanajifunza kusoma na kuandika.